Hi guys, I hope each and every one of you mmeshinda poa. Mimi nimeshinda poa. Haraka episode ya kesho tutapata Jojo ni jioni. Washatoka place walikuwa na Jaden. Anaingia kwa hiyo hao yao yenye wamehamia. Anaingia akisema wow. Like seriously, this is all I wanted. I mean, cheki nyumba. Hey, anaingia sasa ndani. Kila mtu anamuona, anaamka juu ya kukua shocked, surprised. Nani Richard ni yeye wa mwisho kusimama. Hakuna vile anasimama nikaa amelemewa kusimama. Anyway, so anaingia kila mtu ako like, Jojo, ni nini mbaya? What's wrong with you? Anaanza kuelezea and then anauliza, mamake anaanza kumuuliza, seriously Jojo, mbona ungeniambia all this time? Like, hukuona ni important uniambie? Jojo akamwambia ati, can't we just go to a room and we talk? Mamake akamwambia, yeah, sure. Akamshika mkono haraka kawa ameenda. So na yeye Isabel kusikia ni story ya Jojo na Val, anachukua simu apigie nani Sharon ndio amuulize kuhusu Val. So anachukua simu, Babji anamuuliza unampigia wa nini? Tumesikia hapo sawa. Isabel anasema hapana, roho yangu haina amani. Acha tu nijue vile nitamfikia. So anatoka hapo. Sharon apparently hashiki. So Richard na Olivia wanaona hizi mambo hapana tutaweza. So sisi tusonge kaende. So wanaambia Babji na nani na Isabel congratulations and all that. And then Babji anaambia Richard ati acheze kama yeye, na yeye Richard anamwambia point is home, atacheza kama yeye. Isabel wanabaki pale wakiwa na Babji cause Max alienda kuzindikisha kina Olivia. Anaanza kuuliza Isabel mbona ako na stress. Anamwambia ako na stress, roho yake haina amani juu ya Val. So anaamua kupigia Sharon tena na anachukua simu na anamwambia Val ako sawa. So anaambia Babji, unaona sasa roho yangu imepata amani. So Jojo wanaenda kwa room na mamake wanaanza kuongea. So mamake anaanza kumuuliza, and then what really happened? We talked everything with Jaden nini and even about keeping secrets. Tumeacha sasa. And then Jojo anatoa barua, anapea mamake, anamwambia shika. Mamake anaanza kumuuliza, Jojo, umetoa wapi this amount of money? Anamuelezea kuhusu ile gig ya modeling. Mamake anakasirika. Jojo, have I ever borrowed you money? Ni nini huu unakosa? Sijui nini. Yani anamkelelesha. And then anatoka hapo. Jojo anamwambia, Mom, can you just stop making me feel bad because you are making me look like I'm a cheap girl who is after money. Mamake anaenda kumhug. Jojo anamwambia, Mom, mkono. So anamwachilia, anamwambia thank you. But nisiwaisikia story kama hiyo tena. Sawa. Mark wako pale wanaongea na akina Babji. Babji kuna slogan amekuja nayo ati bora ndoa. Like regardless of anything, bora ndoa. So Neema anakuja anauliza kina Mark ni nini wanacheka. So Mark anamuelezea ni about hiyo slogan ya Babji hiyo ya bora ndoa. Isabel wanaanza kuongea hapo na Neema akimwambia vile she's so grateful for her vile aliamua kupenda Babji, na yeye Isabel anamwambia huyu ndiye barafu wangu wa moyo. Wanaanza kusema wow, mapenzi wewe. Mark anapea Babji key. And then Neema anaanza kumuuliza, Dad, are you really sure about this? Babji anamuuliza, seriously Neema, unaniuliza ati if I'm really sure about kuendesha gari? Neema anamwambia, Dad, si eti nauliza kwa ubaya, mimi nauliza kwa sababu ya condition yako. Uko sawa? Babji anamwambia, niko sawa. Si the next day inafika guys, ni siku ya harusi finally sasa. Babji oneni vile amedress to kill. Neema naye wacha tu hiyo kitenge. Jojo anatokelezea wakiwa na Ian. Anaanza kuambia Grandpa, you look so nice. You've dressed to kill. Yani umeua luku. Ian anaanza kusema, oh well, okay, but what is kuua luku? Jojo anamwambia, seriously Ian, that means he's so dressed like ile extremely kabisa, like he looks so nice. Ian anaanza kusema, okay, noted. Si mnajua vile kanaongeanga. Kate na yeye ndio huyu anatokelezea
anaanza kuambia Babje, wow, I'm so happy for you and congratulations once again. Akina feel tu tuende na nyinyi. Jojo anaanza kumwambia, yeah, unaweza enda na sisi. Kate anamwambia, babes, sio possible. Si unajua tu vizuri sana issue niko nayo na mzae. So acha tu. Mark na yeye ndio huyu pia yeye ashamaliza kujitayarisha, anaanza kuambia, wow, you guys, yani yeye alianza na kumwambia ati Uncle Mark unakaa fiti haki, na yeye anamwambia thanks buddy, pia wewe unakaa fiti. So wanabaki wao wanaenda na Kate anapea Babje hiyo carrier bag Kate alikuwa nayo ni dawa za Babje. Kate anabaki hapo akijiuliza, sasa hii ni mambo gani? Babangu yani ananinyimesha raha kabisa. Tunaona sasa ni kuelekea, wanaelekea church. Sharon already washafika huko church. Sharon ni yeye best maid wa Isabel. Anakuja akiimbisha manyimbo. Hizo wimbo mimi sizijui ni za Kijaluo, but before that Eddie alikuwa amepigiwa simu na Karen kumwambia aende kwa room. Eddie akamwambia sawa, ampe minutes kadhaa. So si ndio hiyo amesharudi, ameshakuja kwa room, anashtuka anamwambia, wow, like really babe, you look so wow. Anafurahia, anaanza kumuuliza, do you love what you're seeing here? Karen Eddie anaanza kusema, of course I do, you look so beautiful babe, anga nini, anamsifu tu. Wakiwa hapo Karen akaanza kujishika tumbo, ouch, akaanguka. Eddie akapiga simu haraka huko reception, akasema kuitwa ambulance ikuje. Babje ndio wale sasa wanataka wanataka kuvalishwa vows, wanavaa wanadeclarewa husband na wife. Val na yeye ako so emotional. Why? Anakumbuka tu idi yenye walikuwa wafanya harusi na Kevo. So ndio Duncan ako hapo anambembeleza, anamwambia CBA. Then Babje sasa ndio hao wakiwa na Isabel wameshikanishwa mikono, wanaambia you're now husband and wife. Sharon si mnamjua na drama zake, ndio huyo sasa anaanza, kai bestie, yani hivyo ndivyo umeenda. Bestie siamini, anaanza kulia. Duncan anamuuliza, Sharon, nini unafanya shwali? Unachoma. Sharon anamwambia, unajua ni kwa nini nafanya hivi? Mimi niko so stressed ati bestie wangu ameenda. Sasa nitakuwa nafanya nini? Duncan anamwambia, kwani anaenda mbali? Si ni pale tu penye yako. Sharon anaanza sasa kumwambia Babje, wacha nikwambie, ukiwahi fika mahali hatu bestie wangu, nitakuwa hizo ndevu zako moja na pliers. Ona Babje vile anashikilia ndevu zake kusikia ati zitangolewa. Then Duncan anaanza kuongelesha Sharon. Sharon anamwambia, hebu ninyamazie, umesahau vile juzi uniambia mwanamke mwingine eti ulinidivorcingi 2 years ago. Na yeye anaanza kuuliza, mam, ni ukweli? Sharon anaanza kusema, ni sawa, acha hiyo ikweni, by the way, acha hiyo iishe hivyo. Anyway, bestie wangu ametoka soko, anafurahia. Anaanza kufanya ululations, anaanzisha manyimbo tena. Sijui nini za Kijaluo. Hivyo tu mimi ndivyo nilikuwa naelewa. So Edisi amefika Osi kwenye Karen amempeleka. So anaongea na huyo Doki. Huyo Doki anamwambia issue yenye Karen ako nayo ni inaitwa alimwambia ni growth iko kwa womb something. So Eddie anaanza kumuuliza, na sasa nataka kumean hata why deliver or something. Eddie anamwambia huyo Doki anamwambia, it's not about delivering or something, it's all about kutowahi pata mtoto tena, because there's some part of the womb imekuwa damaged sana, hata wahi pata mtu hii tena, anapata stress. Anaanza kusema, it's all my fault. Jojo na Jaden wako pamoja, Mark, Ian na Neema, then Sharon, Val na Duncan ndio wao sasa.
So Jojo na Val inasemekana wanaenda out tulisikia Val Jojo akiambia mamake, "Mom, Jaden and I are going out." Neema anaambia, "Okay, ni sawa, you can go." Na wao nani Mark na Neema wako hapo na nani kanaitwa na Ian. Na yeye Sharon na familia yake ndio wao wako hapo next. Wanaanza kuongea hapo. Sharon anaanza Duncan anaanza kusema ati yeye anapeleka mrembo wake out. So Val na yeye anasema yeye hana form, anarudi tu home. Kufika kuenda Sharon ana change mind, anaanza kuambia kina Mark, "Tebu ningojeeni mimi." Nani anakuja? Huyo Doc anarudi tena. Eddie anaanza kumwambia, No. Mimi siamini vile unasema eti bibi yangu hakuwa na mimba. Huyu Doc anamwambia, "Mimi ndio nilihandle huyu bibi yako na mimi najua kila kitu. There's no time ashaikuwa na mimba. Ni hiyo growth ilianza hiyo time mdogo. Eddie anaanza kumwambia ati, "Si hadi kulikuwa na scan ya scan ya ball. Si hata scan yenyewe ndio hii." Doc anaanza kuiangalia na mwambia, scan ndio hii but sio ya mtoi, ilikuwa scan ya ball." Eddie anasikia, anaonekana akiwa frustrated. Tu ni kuangalia, anaangalia Karen hapo kwa kitanda. Like he literally doesn't have anything to say. So I don't know vile kutaendelea next, guys. Tutafind out kesho jioni, na nawapenda sana. Good night guys.